time. Geukia mwenzako, msalimie, mwambie Mungu anakupenda. Naomba niwasomee kitabu kifungu kimoja, kisha niwaeleze mbona nimesoma hicho kifungu. Luke 19 verse 8. It says, "But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give a half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Mbona nimewambia hiyo kifungu ya Zakayo? Leo nimepatana na Zakayo. Zakayo ambaye alichukua 310 ya Wakenya na ameamua kurudisha. Zakayo, naomba pastor simame. Sasa kama mnataka kujua Zakayo wa ukweli ndio huyu. Huyu ndio Zakayo wa ukweli. Sasa nataka niwaambie kanisa. Unajua Pastor Kanyari niliona anachoma nyama kwa kanisa. Nikauliza kwani hii kanisa ni gani inachomwa mpaka nyama? Kisha leo nimekuja ameongea ukweli. Amesema aliamua kurudisha ile 310 alichukua kwa Wakenya kama sadaka, kwa sababu hiyo wakati alikuwa ametenda dhambi kama Zakayo, na ameamua kuokoka arudishe. Na tumemsamehe. Amen. Kwa sababu hiyo pesa hajatumia kwenda kutafuta raha nayo. Ametumia hiyo pesa kusaidia wanyonge. Amen. Au akina mama wako hapa, amesema mtatoa sadaka kwa sababu alikuwa anatengeneza milioni moja, sasa ndiye anawarudishia. Amen. Na nimesikia watu wanakujia hapa leo. Yes. Pastor, hiyo ni kazi ya Mungu. Amen. Kila amefanya ni kwamba hataki kudanganya. Mapasta wengi hapa hivi nje wanadanganya na miracle za uongo. Mpaka hata anataka nitafute Makarina aniambie kama kweli alitembea. Ama ni aje? Kwa sababu hakuna miracle inauzwa. Na Zakayo hapa yeye amesema ameamua kurudisha ile alichukua. Si mmemsamea? Hata mimi nimemsamea, na kwa sababu alisema alikongesha mayai, sasa endo uweke maombi nirudi mahali nilikuwa juu zaidi. Amen. Nipate promotion niende juu zaidi. Amen. But what am I saying? Tukae kwa Mungu, tufanye kazi ya Mungu, na Pastor Kanyari ameamua kuongea ukweli. Hataki waficha wapake mafuta hapa. Anaongea reality. Na amesema umaskini kwa kanisa. Na ni kweli. Watu wengi wametapeliwa kwa kanisa wakidanganywa kwamba panda mbegu. Lakini yeye kwa sababu alikosa kuchukua ile 310, ameamua kuirudisha, na amesema hadharani, na Mungu amemsamea aliye mbinguni. Na mimi hata nitamuombea. Mimi nitamuombea aendelee kufanya kazi ya Mungu vile anasaidia. Wacha nikwambie, usiende kwa kanisa uimbe udance kila mahali watu wakuone, ujionyeshe, uweke mpaka pastor unapata ameenda kufanya miracle, ametafuta madaktari, amewalipa wadanganya kwamba watu wamepona ukimwi. You know, wacha tuambiane ukweli. Pastor Kanyari yeye amesema, ambayo sasa ni Zakayo, yeye amerudi kwa Mungu na Mungu amemsamea aliye mbinguni. Na aendelee na hii kazi ya Mungu, aendelee kuwapatia hope wale ambao hawana, kama vile ameonyesha huyo kijana mgonjwa, wala amesaidia yule mama. Hiyo ndio kitu Mungu anataka kufanye. Naomba mapasta wengine sasa waanze kurudisha wale walichukua kwa njia ambayo wafanye nini? Yeye amesema ataendelea kuwasaidia. Na amesema anataka akue kiongozi, achaguliwe kiongozi, apeleke neno la Mungu pale parliament ama mahali atachaguliwa,
ili wote waokoke, waanze kusaidia Wakenya. Kwa sababu wewe ufanyi kazi ya Mungu kama kuna maskini anateseka. Watu wanakuja hapa wanatoa sadaka, alafu unaendesha gari kubwa, unaishi maisha mazuri na watu wanateseka. Pastor, endelea na kazi ya Mungu. Hata wale ambao wanamcriticize kwa mtandao, naomba mtembee, mkuje mkae kwa hii nyumba. Leo nilikuwa napita na nikasema wacha nipigie Pastor Kanyari, kwa sababu ule msichana mwenye rescue, nitawapea story yake. Nimeona all the leaders, hakuna mtu amejitokeza ama pastor aseme huyo msichana anafaa kusapotiwa. But Pastor Kanyari kwa viongozi wote, kwa wale wote, akasema huyo msichana anafaa apewe support. Kitu ilimtuma afanye hivyo ni umaskini, na amesema anataka kumsupport. Na kwa sababu huyo msichana bado akona uoga, hawezi kuja mbele yenu, lakini nitaorganize na pastor ampatie ile support ya hiyo umaskini, kwa sababu wasichana wetu wanafanya vitu juu ya umaskini. Mzazi yako hapa hawezi mnunulia iPhone 17, lakini anadanganywa na mwanaume kwamba atamchenjea maisha. Kama huyo msichana ni msichana mdogo, lakini mwanaume alikuwa anamforce, anamrecord. Si ati alimwambia mrecord, akampea pombe akalewa, akampatia unga, alimwambia sio ati kwa kitu ya white kama unga, akamwambia ati sniff, ati inamaliza pombe. Kisha baada ya kumpea hizo zote, msichana akaanza kuwa ajielewi, akamwambia ati enda alale na wanaume wawili, ndio sasa ampatie chochote anataka, ampeleke mpaka US. Kisha alimalizia wapi? Alimalizia kumpeleka US kupitia kwa mtandao. Na mimi niko kwenye madhabahu leo, nataka kusema hivi, huyu ndugu wapenda, utasamehewa, jitokeze. We also need to know mbona ulifanya hayo uliyoyafanya. You'll always be forgiven. Hata huyo dada nimemwambia upenda jitokeze pia, make public apology, mkae na yeye, mkiamua kuendelea na kesi ni sawa, na pia kumsamea is an option. Kwa sababu hata akiweka kesi waendelee mpaka kotini, still at the end of the day jini ishafanya nini? So ile kitu iko ni wote waje wakalishwe chini, kwa sababu ni vijana wadogo, tutafute suluhu. Chenye alifanya si kizuri, na mimi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi, mimi ndio nahakikisha kwamba mnapata huduma services zile mnahitaji Nairobi, nawaambia ni zipi. Hiyo ndio kazi ile nimepewa na gavana wa gatuzi, na mimi out of that responsibility